Asante watu wa Embu, mjambo. Moriaro. Mwaseo. Hey, hata hiyo mnasikia pia. Nadhani hapa Wakamba ni wengi hapa, sio? Hapa nione kama kuna Wakamba hapa. Kai mwadhame hiyo kuumo kako ya maana. Nyumbani wameolewa. Wameolewa huko wengine. Wengine walikuja kutafuta chakula, wanawacha msichana. Kwanza huyo mama tumetoka kumzika, anaitwa Wanjira, bibi yake ndugu yetu Namu, na tunazidi kusema pole kwa familia ya Namu, na baadhi yao kuna kijana mwandishi wa habari anaitwa John Allan Namu ambaye alifichua ile kashfa ya fake fertilizer, na pia ameandika juu ya ndani na mambo yote haya ufisadi. Kwa hivyo watu wa Embu, kwanza hapa Karurumo ni mahali pazuri. Ni kitu gani inaruruma hapa? Maembe. Maembe inaruruma. Na Muguka inaruruma. Basi ni vizuri tumekuja tu tuwaone. Hata polisi wenu ni wazuri. Yule mama anasema hata nishika, nataka asikie sauti ya Kalonzo. Yule askari pale, tumpigie makofi huyo mama askari. Hana shida, kwa sababu hata wao ni wananchi wa Kenya, wanaumia vile vile. Wanalipa mshahara na mwisho wa mwezi kodi inachukuliwa na Ruto yote. Hata mambo ya hii SHA na SHIF, nimeona leo kwa magazeti, askari polisi, our security forces wanakatwa pesa nyingi zaidi, hata wajue waanzie wapi ama wakamilishie wapi. Kwa hivyo kila mwananchi wa Kenya ako katika kikapu kimoja cha kuvinyiliwa na serikali ya Ruto. Kenya kwanza. Kwa hivyo tumekuja tu ili mtuone, mjue sisi tupo, Mungu ni mwema, na pia tuambieni muwe na Christmas njema angalau. Na Mungu atujalie tufike 2025 tukiwa salama, tuzidi na ukombozi wa Kenya hii. Leo magazeti imeandika wazi kwamba hata wale wabunge tuliokuwa nao wa mrengo wa Azimio, wengi wao, wacha bwana hii maneno, wanabeba rangi ya Zakayo hiyo. Wacha na wacha ngoja kwanza tumalize. Hiyo ni alama tu, si ndio? Hii ni alama yaliyo na maana, ni kwamba ni lazima Wakenya tujikokote, tushikamane, tukomboe nchi yetu na uhuru wetu. Waanzilishi wa taifa hili waliona, na tena juzi vijana Gen Z wakakomboa hata zaidi na kumwaga damu. Mnakumbuka vijana Gen Z waliuawa na bado wengine wanaandamwa manyumbani. Wao wana vita vya ajabu, wanatumia kompyuta, wanatumia simu hii kupeleka maneno, na hiyo Bwana Ruto hataki kusikia. Anataka kuwagandamiza, hataki uhuru wa magazeti, hataki uhuru wa hata redio zetu, anataka tu lele ambalo anasema liwe ni sheria. Kwa mfano, haiwezekani baraza la mawaziri kufanya jambo ambalo wao wenyewe wanajua ni kinyume cha sheria. Mfano ndio huu, hatu wanasema watapitisha sheria kwamba ambaye anakuwa rais aapishwe baada ya masaa 24, na katiba inasema ni lazima kuwe na kipindi cha miezi, I think siku 14. Kwa mfano, kama kuna mtu mlalamisha, anaenda kwa mahakama kuu, alafu akimaliziwa hiyo, ndio yule ambaye amechaguliwa anaweza sasa, kulingana na uamuzi wa mahakama, anaapishwa kama rais wa jamhuri. Lakini wanataka hii ifanyike usiku. Hawataki tena mitandao kama vile wao mnafanya hapa na simu zenu.
mkipata matokeo hapa mnapeperusha mara moja kwa makao makuu. Juzi Marekani wamefanya uchaguzi, hakukuwa na IEBC inajulikana. Donald Trump amejua ameshinda siku ya pili, lakini hapa lazima wiki moja, wizi wa kura na mambo kama haya, kwamba hatuna tume ya kusimamia uchaguzi. Tangu kina Chebukati wang'atuke mamlakani, hatuna IEBC commissioners. Sasa tunatoa onyo hapa tukiwa Embu kwamba mwaka ujao, before March, kama hakuna IEBC, mimi mwenyewe nitakuwa mbele kuandamana Kenya hii, tuseme lazima kuwe na IEBC. Wangapi wananiunga mkono juu ya hiyo? Because we cannot be talking as if there's nothing wrong. Vijana hawa hawana kazi. Sijui kama gari hiyo inaharibu sauti yetu. Pita tu polepole rafiki yetu. Sijui kama anabeba maembe. Asanteni. Tena ningetaka nione wangapi wanaunga mkono kwamba lazima tuende maandamano kama hakuna IEBC. Weka mkono juu. Wekeni mkono juu. Wangapi wanasema hatutaki katiba ibadilishwe kiholela? Wangapi wanasema hiyo? Kwa sababu Kibaki ndiye alituachia hiyo kama urithi wa maana sana wa demokrasia. Kwa hivyo wale wabunge waliopiga yes kwa ile finance bill, watoto wakatoka wakaandamana, wakaenda wakasema, nyinyi wabunge tokeni huku, nyinyi ni bure, umetekwa nyara na Ruto. Wao pia wajue kwamba uchaguzi ikija wameenda nyumbani. Ama mwasemaji? Kwa sababu wao na wale wa Azimio ambao tayari wameenda kulala kitanda kimoja na Ruto, wajue pia chuma chao pia kimotoni. Ama mwasemaji? Kwa hivyo nasema either you are in opposition or you are in government. We cannot have a midway situation. Wacha niongee kwa Kiingereza ndio wasikie. You are either in government or in opposition. Kwa hivyo wale tukianza Januari, tunasema wale ambao wanajiita wa Azimio, wale walienda kule mawaziri ni sawa, na wengine wakichaguliwa nasikia Ruto anataka kuchukua wengine, waende kibinafsi, lakini Azimio itasimama. Hata kama Azimio mnaona haina maana, tukianza Januari pia ni lazima tuamue tuwe na muungano mpya wa kupeleka hao watu nyumbani. Wangapi wanakubali hiyo? Kumbe nyinyi watu wa Karurumo mko mstari wa mbele kwa Mombasa. Mko macho kabisa. Mko macho. Kwa hivyo tunatoa sio ilani, sisi ni watu wa amani. Watu wa amani, na tutapeleka Ruto nyumbani kwa njia ya amani. Kwa sababu kura, vijana ambao wana kura, chukueni kura yenu. Tukianza Januari before June, tunataka kuona mpangilio vile vijana ambao wao majensi na wale wengine wapatiwe kura zao. Wapate ID na wapate kura. Wangapi wanasema hiyo lazima ifanyike? Because bila kuwa na kitambulisho hujulikani wewe ni wa Kenya ama ni wa Ethiopia ama ni wa Somalia. Na mjue kwamba mkituangalia sura ya kesho ya nchi yetu ikijumulisha vile vile watu wa Karurumo, watu wa Embu, Kenya nzima ndio hii. Na nikiona watu wana shida, hawana pesa mfukoni, ni kweli si kweli? Ama wewe kuna umejaza unichotee kidogo? Na mulipatiwa hiyo ahadi, ndio makanisa wakatoka wakasema uongo wa Kenya umefika mwisho. Kanisa Katoliki wakaongoza, kanisa Anglikana wakaongoza, Evangelicals wakaongoza. Kwa hivyo ni lazima sasa uchaguzi ujao, wanasema lazima ambaye anataka kuchaguliwa awe ni mtu wa character. Sema character. Sio mtu ambaye unamuona tu anaandaa, mnaona anaandaa. Kwa hivyo utapimwa hakika yako, wewe ubinafsi wako,
kulingana na karata yako, na sio sehemu ya uongo ambao unachanua kila mahali unapopita. Kwa hivyo tuna furaha sana kufika hapa. Yale Gachagua amezungumza jana upande wa Makueni tunayapokea. Tunaona kwamba na wao kule watu watajitahidi upande huo. Amewapa changamoto kali kwamba bila kura huwezi kuhesabika vizuri. Kwa hivyo watu wajiandae kwa ukombozi wa Kenya hii. We are going to announce in the new year a new year yenye matumaini, kwa sababu Wakenya wamepoteza matumaini. Hata watoto wakwenda university hawajui watatoa pesa wapi, na tulikuwa tumeanzisha Higher Education Loans Board. Watoto wanajinyonga kwa sababu wazazi hawana namna. Kwa hivyo we want to tell you, hope is at the corner. Amani iwe nanyi, na mjue kwamba ukombozi uko njiani, na wewe lazima utoe mchango wako kukomboa nchi yako. Hatuna chuki na mtu yeyote, lakini tuna chuki na wale ambao wanaongea uongo. Huo uongo peke yake ndio inaleta chuki na hali. For the first time, utafiti umeonyesha kwamba Wakenya ambao wako na imani na Ruto ni sehemu 1%. Sema uwi. Sema uwi. Yaani hiyo serikali ambao haina watu wa Kenya 1% ndio wanaweza kuamini hii serikali kwa sababu ya uongo. Na watakuja waongee mambo yao, lakini nataka mjue tuko sawa sisi na ndugu zetu hawa, na kikundi kinaendelea. Kikundi kiko tayari. Kuna majenerali kama walikuwa wanamuita Bwana Magufuli, Mheshimiwa Kioni, katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Tuko na baba yao alikuwa na Ruto, amehama huko kienyewe. Baba yao mko hapa. Eugene Wamalwa ni kiongozi wa chama pia Democratic Action Party. Na sisi tuko wana Wiper. Na wale ambao wenzetu wa ODM tunataka watoe msimamo kabisa before we get to the new year. Tunawaheshimu sana, ni Azimio, but we don't want to begin the new year na watu ambao hawajui wako upinzani ama wako serikali. Sorry. Ndumakweli. Maisha mingo eleta mguu. Najua Mkamba anasema, unajua hipo akiingia kwa mto, ng'ambo ile ako na chakula, ng'ambo ingine ako na chakula. Kwa hivyo hataki watu aina hippopotamus. Hipo lazima uwe ng'ambo yako, na hiyo ng'ambo yako ndio tunachunga demokrasia ya Kenya ambayo hatutakubali, hatuwezi kukubali. Kwa hivyo tutarudi tena. Mnataka turudi Karurumo? Wangapi anataka turudi? Na unajua nikitoka hapa mimi ishara ni hapa karibu, sio? Wangapi anajua ishara? Ukitoka hapa ona Kanyombora. Sema bana. Ndio hiyo. Sikia, tulisema juu ya kodi. Hakuna mpango maalum wa nyumba. Hiki ni kikundi cha makateli ambao wanasema affordable housing, na hiyo affordable housing ni pesa yao ya mfuko wenyewe. Wangapi wanasema hatutakubali maneno ya housing? Hiyo inaitwa affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Karurumo umeiona, na kila mtu anatozwa kodi. Na tumeongea juu ya SHIF na SHAF, tunasema ni wizi mtupu. Yaani kila kitu cha serikali hii ya Kenya Kwanza ni wizi mtupu. Ndio wengine wanaita Kasongo ndio huyo. Asanteni sana, Mungu abariki.